Ni maombi yangu wewe unayenitazama na wewe unayenisikiliza, Mungu akusaidie kukomboa fikra yako. Ukajua kwamba kuna pesa ni kitu kinajitegemea na kuna maombi ni kitu kinajitegemea. Maombi yatakuweka karibu na Mungu. Pesa itakuweka karibu na vitu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba omba Mungu ili awe karibu na wewe katika utafutaji wako wa pesa. Sio omba Mungu akutafutie pesa iliko, akuletee wewe umekaa kama boss. Wewe sio bosi wa Mungu. Ninapomaliza kipindi hiki ambacho ninazungumza kwamba prayer is not a substitute for money, kwamba maombi sio mbadala wa pesa, nimalize na kifungu hiki cha Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 11. Biblia yangu inaniambia, maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu. Hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Hii ni Biblia, sio mimi. Ni Mungu anaongea kwa kinywa cha Mtume Paulo. Kama leo hivi Mungu anavyoongea kwa kinywa changu. Twasikia huko kwenu kuna watu waendao bila utaratibu. Hebu ona Mungu anavyomuona mtu ambaye hatafuti hela, hajishughulishi. Anaona ni mtu aendaye bila utaratibu. Kwa maneno mengine, ni mzururaji duniani. Kwa maneno mengine, kwa nini yuko uraiani wakati alitakiwa kae jela? Jishughulishe. Anasema kila mtu ale chakula chake mwenyewe. Usilelewe. Mtoto wa kiume utalelewa, kuna madhara. Mtoto wa kike unalelewa, kuna madhara. Utaanza kusema shetani amenipitia. Shetani wakati huo hata hakuwepo labda Tanzania. Labda yuko huko mabara mengine alikuwa anazurura, au yupo sehemu tu amejifungia alikuwa anaangalia zake mpira, au ana mashughuli yake mengine. Lakini wewe unaanza kumsingizia. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kujishughulisha. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo, pambana kwenye maombi. Mungu afungue ufahamu, upate nguvu, yani upate idea, wazo la kazi. Halafu mwambie Mungu, nipo tayari, niinulie watu watakao nishika mkono. Hiyo itakusaidia hata unapokutana na watu, badala ya kusema tu bro za siku, utasema bro, mimi ni fulani, huwa najishughulisha na kitu fulani, na nikipata mtaji naweza kufanya kitu fulani. Haya ndio maongezi ya kiutu uzima. Hayo ndio maongezi ya binti aliyeokoka. Binti anamwamini Yesu, binti anamwamini Mungu, lakini pia amepevuka akili. Kijana aliyepevuka akili, maongezi yake ni CV. Unaiongelea CV yako, sio salamu, sio mipira tu. Kila Mungu anapokukutanisha na watu, kuna kitu cha ombi ulilomuomba kinataka kujibiwa hapo. Lakini do you see it? Do you value it? Unaona? Yani Mungu akisema, ukimwambia Mungu ninataka ni mwaka huu nioe, hiyo wiki yote atakukutanisha na mabinti ambao wanafaa kuolewa na wewe. Lakini wewe unataka sijui Mungu akuchukulie sijui wapi sagula huko, akuletee umuone kabisa na shela, uyuko ndani kwako tayari anasema sitoki mimi mpaka nioe. Unamuomba Mungu akupe mume, Mungu anakupa wazo, unajikuta unaitwa sijui Serena, unaitwa sijui hoteli gani, unaitwa sijui mahali fulani ukatembee, unaitwa sijui kwenye birthday ya nani, sijui kwenye harusi ya nani. Huko kuna wanaume ambao wanataka kukuoa wewe, wapo huko. Umejifungia ndani na machozi na makeup na lipstick na challenge za TikTok autoboy. Kwa hiyo huko kwenu, kama kuna watu wasiojishughulisha na kazi zao wenyewe, waambieni haifai. Hakuna siku utasikia Mungu mwenyewe amedondoka hapa akaanza kuongea hivi. Ndio hivi Mungu anaongea hivi. Fanya kazi.
Omba Mungu awe upande wako, na fanya kazi ili hela ziwe upande wako. Mungu akiwa upande wako na hela zikiwa upande wako, kuna vitu vingine unavyoombewa hivyo wala sio vya maombi. Kuna ibada zingine unazohudhuria hizo wala unapoteza muda. Kuna vikundi hivyo unavyoingia kwenye maombi ukishakuwa na hela wala havitahitajika. Kuna muda fulani unapoteza unalia wala hutalia tena. Basi tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno ulilonipa kwa ajili ya ndugu zangu hawa nimelisema kama lilivyo, katika jina la Yesu Kristo. Ukafungue fahamu zao, ukafungue fikra zao, ukafungue mawazo yao, ukafungue maono yao, ukafungue kusudi ndani yao, ukafungue vipaji ndani yao, ukavifungue vikatazamike, vikapendeke, vikaonekane na vikaoneshwe, na wakaitwe, ukawakutanishe na destiny helpers wao, ukawakutanishe na watu sahihi. Hao watu unaowakutanisha nao ukawatambulishe kwao, katika jina la Yesu Kristo. Mimina kibali katika jina la Yesu Kristo. Mimina kibali, mimina kibali, mimina kibali, mimina kibali katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, wewe ndiye Mungu pekee wa kweli. Tunakuomba uendelee kuwa pamoja nasi hata kipindi chetu hiki. Baba, uendelee kuwa pamoja nasi, uendelee kufungua fikra zao, maana ni saa ya ukombozi. Ni ukombozi wa mwili, ukombozi wa nafsi, ukombozi wa roho. Katika Kristo Yesu naomba na kuamini, amen. Basi ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Ninawashukuru sana. Kama una swali, usisite kuuliza kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ukienda kule Instagram utaona imeandikwa Boresha Radio, lakini kuna mtandao wa kwangu ambao ni Dr. Musa Mpayo, ya DR alafu Musa ya S1 Mpayo. Instagram, Facebook, TikTok yote natumia hiyo, lakini YouTube pia inatumika jina hilo la Musa Mpayo. Nenda huko, nenda tukafanye kazi ya ukombozi pamoja na Kristo. Ukikombolewa wewe, usisahau kumkomboa mwingine. Ndio kanuni yetu ilivyo. Lakini wale ambao mnanihitaji kwa namba za simu, pengine ushauri, sadaka au maoni, basi ni 0719 0719 02 5859, 0719 02 5859. Na Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na awabariki sana. Shalom, shalom.